au wengine wanatupatia majina ambayo sisi tuko mbali na hayo majina. Tunaambiwa ubadul qubur, tunaambiwa alquburiyun, mijitu wa kuabudu makaburi. Sasa je, katika sheria hukumu ya kuzuru makaburi hukumu yake nini? Ulama ridwanullahi ta'ala alaihim wakasema yustahabbu lirijali ziyaratul quburi, imependekezwa kwa wanaume kwenda kuzuru makaburi, ni sunna kubwa. Bal wakasema wa hadha biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah alarba'ah, na jambo kama hili la kuwa wanaume kupendekezwa kwenda kuzuru makaburi ni kwa ittifaq ya almadhahib alarba'ah. Hakuna madhhaba hata mmoja inaosema kuzuru makaburi ni makruh au kuzuru makaburi ni bid'ah, bal moja anasema tatabba'tu aqwal alfuqaha, mimi nimezifuatilia aqwal alfuqaha, na mafuqahai wako wengi katika masahaba. Kuna watu wanajulikana kama fuqaha us-sahaba, katika as-salafu salih kuna watu wanajulikana kama fuqaha us-salaf, katika al-madhahib al-arba'a kuna watu wanajulikana kama fuqaha al-madhahib. Sasa shekhe kama huyo anasema tatabba'tu aqwal al-fuqaha'i, nimezifuatilia aqwal al-fuqaha, sawa wawe ni fuqaha us-sahaba, wawe ni fuqaha us-salaf, wawe ni fuqaha al-madhahib, zote nimezifuatilia. Lam ajid minhum man qala inna ziyarata al-quburi shirkun, sikumpata yoyote katika hawa alosema kwenda kuzuru makaburi ni shirki, alosema kuzuru makaburi ni bid'ah. Bal ukirudi kwa al-Imam Ibn Hajar na vile vile al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf an-Nawawi, wanasema hawa wawili ittafaqu ala anna ziyarata al-quburi lirijali jaizun. Ittafaqu, wameafikiana maulamai ala anna ziyarata al-quburi lirijali, kwamba wanaume kwenda kuzuru makaburi jaizun, ni jambo ambalo lafaa. Sasa tunapozungumza masala ya ziyaratul quburi, ndugu zangu, tuazungumza masala ittifaqiyya, hatuzungumzi masala ikhtilafiyya. Maana yake hakuna kauli inopinga watu kwenda kuzuru makaburi, bal kwa haraka haraka nitataja kila madhhabu kitabu kimoja tu kwa kuonyesha kwamba masala ya kuzuru makaburi, ndugu zangu, ni masala ittifaqiyya, sio masala ikhtilafiyya. Tunapokwenda katika almadhhab au madhhab ya kwanza ni madhhab ya alhanafiyya ilionasibishwa kwa al-Imam A'zam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit. Katika hii madhhab kuna kitabu inajulikana kama Hashiya libni Abidin, ambayo Ibn Abidin kana hanafiyya al-madhhab. Ndani ya hashiya kama hii ambayo ni al-mujalladu thani, mujalladi wa pili, safha 242, anakubali masala ya wanaume kwenda kuzuru makaburi. Vile vile tunapokwenda katika madhhabu al-malikiyya kuna kitabu ambacho inajulikana kama ash-sharhul kabiru ala mukhtasar Khalil lil-Qutb ad-Dardir, ambayo huyu al-Qutb ad-Dardir kana malikiyya al-madhhabi, na yeye ndani ya hichi kitabu ash-sharhul kabiru ala mukhtasar Khalil ameeleza masala ya kuzuru makaburi. Vile vile tunapokwenda katika madhhabi ya tatu ambayo ni madhhabu Shafi'iyya, kitabu maarufu kabisa lada al-jamii, sote tuijua, al-Majmu' lil-Imam an-Nawawi,
na vile vile Asna al-Matalib fi sharh Rawd al-Talib, kitabu cha Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, na hawa wametueleza masala ya kwenda kuzuru makaburi. Vile vile tunapokwenda katika madhhabi ya 4, madhhabu al-Hanbaliya ilionasibishwa kwa al-Imam Ahmad bin Hanbal, kuna kitabu inajulikana Al-Furu' libn Muflih, ambapo Ibn Muflih kana Hanbaliya al-madhhab, na yeye ameeleza masala ya wanaume kwenda kuzuru makaburi. Tukasema masala ya kuzuru makaburi, ndugu zangu, ni masala ittifaqiyya, sio masala ikhtilafiyya. Walau kata ziara ni wale leo, lakini wanazuoni wenyewe wamekubali wote ittifaqan masala ya kwenda kuzuru makaburi. Tena wale waliokataa sio ashabul ilmi, ni watu wa vipembeni ambao hawajasoma, wanatupa majina ambayo kwamba nahnu la nardha bihadhihi alasma, sisi haturidhiki na haya majina. Tunaambiwa sufiyun, khurafiyun, bid'iyun, ubadul qubur, quburiyun, tuambiwa mijitu wenye kuabudu makaburi. Angalia kwanza tu, sio sisi ni mijitu, hata si watu wa kuabudu makaburi. Watu hawa hawajasoma, lakini wale ulamai wakubwa, ndugu zangu, wote ittifaqan wamekubali masala ya ziara. Sasa sisi kama ahlu tariqa, je, tutawasikiliza hawa wanazuoni au tutawasikiliza wale wa vipembeni ambao kwamba hawajasoma, kisha hatujui asili ya ilmu zao zimetoka wapi? Na hapa nakumbuka maneno mazuri sana ya Sayyidi al-Imam Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad kuhusu watu kama hawa ambao wao hawajasoma, lakini kila kitu kwao bid'a, kila kitu kwao ni haramu, ni shirki. Akasema atana qaumun min al-a'rab tafaqahu wa laysa lahum fil fiqhi abun wala jaddu yaquluna hadha indana ghayru jaiz faman antum hatta yakuna lakum indu. Atana qaumun, wametuijia sisi watu, min al-a'rab, sehemu za bedui kule, wakatoka kule, labda kuna watu wametoka hapa Kenya wakaenda wakasoma, kuna katika sehemu ambao kuna mashrabul wahabiyya, wakaenda wakasoma kule, tafaqahu, wakachukua ilmu ya fiqhi. Lakini al-Imam Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad akasema walaysa lahum fil fiqhi, watu hawa hawana katika fiqhi waliosoma walioichukua abun, na hii imetiwa shadda kwa sababu ya dharuratu shi'riyya, hawana baba wa ilmu, wala jaddu, wala hawana babu ya kielimu, bimaana ilmu zao hazina sanad, hawajui mashekhe wa mashekhe zao wamesoma kwa kina nani. Watu hawa ambao hawajulikani, bimaana hawana mababa wa ilmu, hawana babu wa ilmu, wakifika kwetu yakuluna hadha indana ghairu jaizin, wakisema hii kwetu haifai, tawsi'a bid'a, talqini bid'a, ziyaratul quburi bid'a, maulidi bid'a. Al-Imam al-Haddad akawauliza faman antum, jamani nyinyi kina nani, hatta yakuna lakum indu, mpaka muwe na indu sisi katika ilmu. Hii daraja mulifika lini? Nyinyi si mustambitun, nyinyi sio mujtahidun. Hii daraja ya kusema sisi katika ilmu mmefika lini? Ulama ndo wakwambia, mimi kwa mtizamo wangu hii masala iko hivi, lakini mimi na wewe tunapoulizwa ni lazima tuseme qala Allah, qala Rasulullah, qala al-ulama fi hadhihi al-mas'ala. Lakini watu wanasema leo hili bid'a, hii halifai, na hakuna dalili yoyote walioitegemea. Labda wakitegemea dalili wanakuambia hadha al-amru lam yaf'aluhu an-nabiy, hili jambo mtume hakulifanya. Na hayo masala marefu ya kwamba al-hujjatu au at-tarku laysa bihujjatin fi shar'ina. Lakini ndugu zangu, sisi tunapokwenda kuzuru makaburi huwa tuna dalili zetu nyingi sana, lakini moja katika dalili rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi wal-Imam al-Hakim an-Naysaburi fi mustadrakihi ala as-sahihayn min hadithi Anas ibn Malik. Hadithi hii ameieleza Anas ibn Malik ambaye ni sahaba mkubwa wa Mtume Muhammad, bal Sayyiduna Anas alimtumikia Mtume
tangu mtume kuasili ndani ya mji wa Madina mpaka mtume kufa, kwa muda miaka 10 yote Sayyiduna Anas alimtumikia mtume Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala ali. Mtume anasema, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha, nilikuwa nimewakatazeni nyinyi kutokamana na kuzuru makaburi. Ala fazuruha, sasa nendeni mkazuru. Na hapa fi bidayati alislam, katika mwanzo wa Uislamu, masahaba waliposilimu na mtume alipokuja na dini, sadda lidhari'a, mtume akawaambia msikwenda kuzuru makaburi. Kwa nini? Aqida bado ilikuwa haikustakiri ndani ya nyoyo wa masahaba, wasije wakaabudu makaburi kama makureshi wa Makka wanavyoabudu masanamu na kuzisujudia masanamu. Mtume akawaambia la, msikwenda kuzuru. Lakini alipoona sasa masahaba imani zao zimestakiri, aqida imekaa ndani ya nyoyo zao vizuri, mtume akawaambia ala fazuruha, hela sasa nendeni mkazuru. Sasa hapa tunaona kwanza jambo la ziara mtume alipiga marufuku, kisha akawaambia nendeni mkazuru. Na tunayo qaida usuliya alfiqhiyya inaosema al-amru ba'da an-nahy yufidu al-ujub. Kaida, unapoamrisha jambo na asili jambo kama ile imetanguliwa na an-nahyu, asili imekatazwa, yufidu al-ujuba, hili jambo lafidisha ulazima, kwamba hii jambo ni lazima. Ndio mfano hapa, kuntu nahaitukum, nilikuwa nimewakatazeni nyinyi, an ziyarati alquburi, kutokamana na kuzuru makaburi, ala fazuruha, sasa nendeni mkazuru. Yatakikana tumuulize mtume Muhammad, mal faida ya Rasulullah, kuna faida gani ya kwenda kuzuru makaburi ya Rasulullah? Mtume, ndugu zangu, ametaja faida 3 ambazo zote ni muhimu sana. Faida ya kwanza alolitaja mtume akasema, fa innaha turiqul qalba, jambo la ziara kwenda kuzuru walokufa, jambo hilo inalainisha moyo. Hii ndio faida ya kwanza. Faida ya pili, watudmi'ul aina, kuzuru au kuwazuru walokufa inamfanya mtu akatokwa na machozi. Na faida ya tatu, watudhakiru al-akhirata, faida ya ziara inamkumbusha mtu akhira, bimaana kufa. Lakini kuna jambo ambalo mtume ametukataza nayo ni gani? Wala taqulu hujran, mukifika pale kwenye maziara msiseme maneno ya upuzi. Lakini hapa najidu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tunamuona mtume Muhammad yaamuruna biziyarati alqubur, anatuamrisha sisi masala ya kwenda kuzuru makaburi. Ndugu zangu, wakati usitukhini sana, vile vile yatakana sisi tujiulize, hal yajuzu ala almar'ati almuslimati an tazura alqubura? Je, yafaa kwa mwanamke wa Kiislamu na yeye kwenda kuzuru makaburi? Naam, yajuzu ala almar'ati almuslimati an tazura alqubura biadillatin kathira, yafaa kwa mwanamke wa Kiislamu kwenda kuzuru makaburi kwa dalili nyingi sana. Lakini moja katika dalili, nitatoa dalili 2 tu. Moja katika dalili ambayo inaonyesha wanawake wanafaa kwenda kuzuru makaburi, turudi kwa al-Imam Abu Daud ndani ya kitabu chake Aunul Ma'bud sharh sunani Abi Daud, al-juz'u at-tasi'u, juzu ya 9, au al-mujalladu at-tasi'u, mujalladi ya 9. Nitasoma maneno yake harfiyan kwa kutuonyesha mwanamke au wanawake wanafaa kwenda kuzuru makaburi. Akasema, inna ta'lil al-idhn bi ziyarati al-quburi bi annaha tudhakkiru al-akhirata wa huwa mimma yashtariku في الحاجة إليه الرجال والنساء، فالمرأة المسلمة تحتاج كما يحتاج الرجل المسلم إلى ما يذكرها بالآخرة ويزهدها في الدنيا. أكسم إن تعليل الإذن،
hakika sababu ya kupewa idhni biziyarati alquburi, mtume kutupa idhni ya kwenda kuzuru makaburi, hii hadithi ambayo mimi nimeisoma, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha, sababu ya sisi kupewa idhni ya kwenda kuzuru makaburi, biannaha tudhakiru alakhirah, jambo la ziara humkumbusha mtu akhira, humkumbusha mtu kifo, ndio sababu ya sisi kupewa idhni, nendeni mkazuru. Wa huwa mimma yashtariku fil hajati ilayhi ar-rijalu wan-nisa'u, katika jambo hili wanashirikiana ndani yake wanaume na wanawake. Falmar'atu al-muslimatu, mwanamke wa Kiislamu, tahtaju, yuhitajia kama yahtaju ar-rajulu al-muslimu, kama anavyohitajia mwanamume wa Kiislamu, ila ma yudhakiruha bil akhirah, mwanamke pia apate vitu vyenye kumkumbusha yeye akhirah, wa yuzahiduha fi dunya, na itamfanya yeye aipenyonga dunia, asiwe na haja na dunia. Maana ya haya maneno ndugu zangu, al-Imam Abu Daud anasema sababu ya sisi kupewa idhni ya kwenda kuzuru makaburi, anasema mtu akifika pale atakumbuka akhira. Akasema ikiwa mwanamume anafaa kukumbuka akhira, hata mwanamke pia afaa kukumbuka akhira. Sio mwanamume peke yake ndo akumbuke akhira, mwanamke hafai kukumbuka akhira, hiyo makosa. Sasa ilipokuwa lengo ya kuzuru makaburi ni kukumbuka akhira, mwambie mwanamume wa Kiislamu aende azuru kaburi ili akumbuke akhira, na vile vile mwanamke wa Kiislamu na hili na yeye anahitajia kukumbuka akhira, na yeye mwambie kazuru kaburi ili ukumbuke akhira au akumbuke akhira. Sasa hii ni dalili ya kwanza kwa kuonyesha mwanamke anafaa kuzuru makaburi. Dalili yetu ya pili ndugu zangu, kwa kuonyesha kwamba twafaa sisi kuzuru makaburi, rudi kwa al-Imam Tirmidhi katika kitabu chake al-Majmu' mujallad ya 4, hadithi ya Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Huraira anasema la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zawaratil quburi, Mtume sallallahu wasallama wa baraka alayhi amewalani wanawake wenye kuzuru mno makaburi. Dhahiri ya hii hadithi ikiangaliwa, tutaona kwamba sisi wanawake wanakatazwa kwenda kuzuru makaburi, lakini tukiwa tutabeba hadithi kwa dhahiri yake vile ilivyokuja, hiyo ni makosa. Lakini sisi turudi kwa ulama, wametuelezaje hii hadithi. Moja katika ulama ni al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi akasema kuhusu hii hadithi Sayyiduna Abu Huraira kusema la'ana Rasulullah zawaratil quburi, kwamba Mtume amewalaani wanawake wenye kuzuru mno makaburi. Akasema wa hadha al-la'nu inma huwa lilmukthirati min az-ziyara lima taqtadhihi as-sighatu min al-mubalagha. Akasema wa hadha al-la'nu, na hii laana iliyokusudiwa katika hii hadithi ya Sayyiduna Abu Huraira kusema la'ana Rasulullah zawaratil qubur, Mwenyezi Mungu au Mtume amewalaani wanawake wenye kuzuru mno makaburi. Wa hadha al-la'nu, na hii laana inma hakika si lingine huwa lilmukthirati min az-ziyara, ni wale wanawake ambayo wanazuru mno makaburi. Afwan ustadh, kuna gari hapa KDK 003F, KDK 003F imebloki pale, kuna shughuli za ujenzi zitaka kuendelea, kwa hivyo inshallah muhusika kaliondoshe. Bismillah. Naam, akasema hii laana inawahusu wale wanawake ambayo wanazuru mno kila wakati makaburi, lakini mujarrad ya mwanamke kwenda kuzuru makaburi, huyo mwanamke haingii katika hii hadithi ya Sayyiduna Abu Huraira kusema la'ana Rasulullah zawaratil qubur. Yes, al-Imam al-Qurtubi hii mafhumu ameitoa wapi? Akasema lima taqtadhihi as-sighatu min al-mubalagha, kwa sababu sigha ilivyokuja hapa imekuja kwa mubalagha. Mtume Sayyiduna Abu Huraira hakusema la'ana Rasulullah zairatil qubur, kwamba Mtume amewalaani wanawake wenye kuzuru makaburi. La, hajasema hivyo,
bal alisema zawaratil qubur, imekuja kwa mubalagha, wanawake wenye kuzuru mno makaburi. Bimaana mwanamke anaokwenda kuzuru makaburi mujarrad ya kwenda hana laana, lakini ikiwa siku zote yuko maziarani, siku zote yuazuru makaburi, huyo mwanamke ndio anaoingia katika hii hadithi ya Sayyiduna Abu Huraira. Tukirudi kwa Imam Shaukani katika kitabu chake Nailul Awtari akasema, wa hadha alkalamu, na haya maneno ya al-Imam al-Qurtubi kusema hii laana iko kweli, lakini inawahusu wanawake wanaozuru mno makaburi. Wa hadha alkalamu, na haya maneno ya al-Imam al-Qurtubi akasema, huwa alladhi, nayo ndo maneno ambayo kwamba yambaghi al-i'timadu, yatakikana sisi tutegemee haya maneno fil jam'i, katika kuzikusanya baina ahadithi al-babi al-mutaaridati, katika hadithi mbili zilokuja ikawa kidogo zagongana kwa mbali. Hadithi ya kwanza ni hii tulioisoma, mtume alipotuambia kuntu nahaitukum an ziyarati al-quburi ala fazuruha. Hapa ala fazuruha wanawake pia wanaingia, lakini hadithi ya pili kidogo inagongana na hadithi ya kwanza, laana Rasulullah zawaratil qubur. Sasa al-Imam Ash-Shawkani katika Nailul Awtar akasema, lau tutataka hizi hadithi zote zifanye kazi, ni kutegemea maneno ya al-Imam al-Qurtubi kusema hii laana iko, lakini sio mujarrad ya mwanamke kwenda kuzuru makaburi, bali yule mwanamke ambaye siku zote azuru makaburi ndiyo ataingia katika hii laana. Ndugu zangu, nisirefushe sana, niwe karibu na kumaliza. Leo sisi sengine kama nilivyosema tuitwa ubadul qubur, kisha tukasomewa hadithi ambayo iko katika sahihu Muslim na vile vile sahihu al-Bukhari. Hadithi ni maarufu, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'ana Allahu al-yahuda, hadithi ya sayyidatuna Aisha, amelaani Mwenyezi Mungu al-yahuda, amewalaani Mwenyezi Mungu mayahudi, wan-nasara, na amewalaani manasara. Mal illa, kwa nini wamelaaniwa hao mayahudi na manasara? Sababu ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid, wamezifanya makaburi ya mitume wao ndo misikiti. Sababu ya hii hadithi ndo watu wanatuambia sisi ni ubadul qubur, mijitu wa kuabudu makaburi. Hii hadithi ndugu zangu haiko hivyo, na mimi na wewe hatuna malaka ya kuelewa nususi mpaka turudi kwa wanazuoni. Turudi kwa al-Imam al-Allama Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari, ameandika risala kamila kueleza hii hadithi, tul'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Risala kama ile akaipa jina, akasema i'lamu ar-raki'i as-sajid bimaana ittikhadhi al-quburi masajid. Ndani ya hii risala akasema الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد ابن صديق الغماري akasema, فاتخاذ القبور مساجد معناه السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان وهو شرك صريح، وهذا هو المعنى منطوقا وحقيقة. Akasema fatikhadhu alquburi masajid, kuzifanya makaburi ndo misikiti. Maana ya hii kwamba kuzifanya makaburi ni misikiti, maana yake as-sujudu laha, ni kuzisujudia zile makaburi, wa ibadatiha, na kuziabudu zile makaburi. Kama yasjudu almushrikuna lilasnami walawthan, kama vile mushrikin wa Makka katika asrul jahiliya wanavyosujudia masanamu, wanavyoabudu masanamu. Wa huwa shirkun sarihun, nayo ni shirki ambayo iko wazi. Wa hadha huwa almaana, na hii ndio maana ya hii hadithi, mantuqan, kitamko, wa hakikatan, au hakika hii hadithi iko hivyo. Maana yake ndugu zangu, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Al-Sheikh Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari anasema
hawa Mayahudi na Manasara wamelaniwa kwa sababu walikuwa wakizisujudia zile makaburi, wakiziabudu zile makaburi. Sasa ikiwa wamelaniwa kwa sababu walikuwa wakizisujudia, walikuwa wakiziabudu zile makaburi, sisi watu wa tarika hatusujudii makaburi, sisi watu wa tarika hatuabudu makaburi. Na nyinyi mnaotuambia ubadul qubur, quburiyun, sufiyun, tutapambana na nyinyi kwa Mungu, kwa sababu sisi hatuabudu makaburi, sisi hatusujudii makaburi. Ikiwa sisi hatusujudii makaburi, itakuwa hatuingii katika hii hadithi. Kisha kuna jambo lingine ambao pia mara nyingi hasa mawahabi wanatuambia sisi watu wa tarika, sawa, masala ya ziara yafaa, lakini mbona msiende kila mwaka, au mkaenda tu katika umri mkaenda mara moja tu, lakini kila mwaka saa nyingine mko Makina pale, saa nyingine mko Mamburui, saa nyingine mko Lamu. Mbona iwe kila mwaka? Mbona katika umri isiwe mara moja tu? Sisi haya ya kwamba leo tuko pale, kesho tuko pale, siku nyingine tuko kwingine, haya tumetoa kwa Mtume Muhammad. Akhraj ibn Abi Shayba, kuna kitabu inajulikana kama Tarikhul Madina. Ibn Abi Shayba akasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya'ti qubur ash-shuhada'i bi Uhud ala ra's kulli hawlin. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya'ti qubur ash-shuhada'i, akizijia na kuendea zile quburu shuhada, yani makaburi ya shuhada Uhud, ala ra's kulli hawlin, juu ya kichwa ya kila mwaka. Maana yake nini? Ikiingia mwaka tu, mwanzo wa mwaka Mtume guu mosi guu pili kwenda kuwazuru shuhada Uhud waliozikwa pale, wakiongozwa na ammi yake sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib, ala ra'si kulli hawlin. Hadithi imetuambia juu ya kichwa ya kila mwaka Mtume alikuwa akifanya ziara. Akifika pale akisoma aya salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sunna kama hii ilikuwa ni sunna fi'liya. Hakutuambia Mtume kila mwaka nendeni mkazuru, lakini yeye mwenyewe kila mwaka alikuwa akifanya. Bal makhalifa waliokuja baada yake, makhalifa watatu, wakaendelea na sunna kama hii. Sayyiduna Abu Bakar kila mwaka alikwenda akaenda kazuru. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, wote walikwenda kila mwaka kwenda kuzuru shuhada Uhud. Katika makhalifa wanne ambao kwamba hakuzuru kila mwaka ni Sayyiduna Ali. Kwa nini hakuzuru kila mwaka Sayyiduna Ali? Kwa sababu ilikuwa maqarrul khilafa ya Sayyiduna Ali haikuweko Madina, ilikuwa Kufa, na Kufa ni mbali na Madina. Hakuweza kuzuru shuhada Uhud kila mwaka. Lakini Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, hawa walifuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwenda kuwazuru shuhada Uhud kila mwaka. Sasa turudi kwa Ibn Kathir. Ibn Kathir ni nani? Ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, ambao Ibn Taymiyyah ndo mtu wa kwanza aliosema ufai kufungia safari kaburi ya Mtume Muhammad, na hayo ni mambo mengine. Alhabib, kama nimekhini wakati utanisamea inshallah. Ibn Kathir katika tafsiri yake alisema na yeye, baada ya kueleza hadithi kama hii kwamba ya Ibn Abi Shayba katika kitabu Tarikhul Madina, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'ti qubur shuhada'i bi Uhud ala ra's kulli hawlin. Aliposoma hii hadithi katika tafsiri yake na kutafsiri hii aya salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, akasema fali ajli hadha alhadithi yazuru almuslimuna a'immatahum wa ulama'ahum wa kubara'ahum. Akasema fali ajli hadha alhadithi, kwa ajili ya hii hadithi ya kwamba Mtume kila mwaka mwanzo wa mwaka anatoka guu moja, guu mosi, guu pili kwenda kuwazuru shuhada Uhud. Fali ajli hadha alhadithi, kwa ajili ya hii hadithi
yazuru almuslimuna, wanazuru waislamu, aimmatahum, maimamu wao, viongozi wao, wa ulamaahum, na ulamai wao, wa kubaraahum, na wakubwa wao, fi kulli sana, katika kila mwaka. Ibn Kathir ambao ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah anasema, ndugu zangu, ukimwona mtu yuazuru kila mwaka hana makosa, kwa sababu ametegemea hii hadithi ya Mtume Muhammad kwamba yeye ilikuwa tena ni sunna fi'liya ya kwamba kila mwaka anazuru shuhada Uhud. Leo ukimwona mtu kila mwaka, leo kuna ziara ya kila mwaka, mfano Lamu au Mamburui au hapa Mombasa au sangine Makina, musilaumu, kwa sababu hawa wametegemea maneno ya Mtume Muhammad kwamba kana yaati qubura shuhadai bi Uhud ala ra'si kulli haulin. Lakini vile vile leo kuna jambo la ajabu, wanatuambia sisi, nyinyi mkienda kule muabudu zile makaburi, na dalili mnakwenda mnabusu zile makaburi, mnakwenda mnaweka vichwa juu la makaburi, na hiyo makosa. Wanatuambia sisi hili hatuna kosa, kwa sababu pia tuna dalili tumelitegemea. Ukimwona mtu wa tariqa amekwenda kwenye kaburi ameweka kichwa chake, huwa ana ushahidi. Wewe yatakikana umuulize, mbona shekhe umeweka kichwa chako juu la kaburi? Mbona walibusu hili kaburi? Muulize, labda ana ushahidi wake. Amepokea al-Imam al-Hakim katika kitabu chake al-Mustadrak juzu ya 4 safha 560, bal yeye al-Imam al-Hakim an-Naisaburi akasema, wa hadha hadithun sahihul isnad. Bal ulama wakatuambia, wawafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi alimwafiki al-Imam al-Hakim aliposema hii hadithi, wa hadha hadithun sahihul isnadi. Akasema amemwafiki al-Imam al-Hakim kusema hii hadithi isnadi yake ni sahihi. Hadithi ni gani? Kuna mtu anajulikana Daud ibn Abi Saleh. Daud ibn Abi Saleh yataka kutufahamisha kitendo kama hichi cha kuweka kichwa juu la kaburi si makosa. Asema siku moja huyu Daud ibn Abi Saleh, na hadithi ameeleza al-Imam al-Hakim kama nilivyosema, wafaqahu adh-Dhahabi. Asema aqbala Marwan ibn al-Hakam. Siku moja alielekea Marwan ibn al-Hakam. Marwan ni nani? Kana walian ala al-Madina, yeye ndo alikuwa ndo amiri, yeye ndo kiongozi wa mji wa Madina, al-Madinatul Munawwara. Aqbala Marwan ibn al-Hakam yawman, Marwan ibn al-Hakam siku moja ameelekea yuaenda katika ile hujra ambayo kwamba ndani yake amezikwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye Marwan alikuwa ndio kiongozi. Akawa yuaelekea katika ile hujra ambayo ndani yake amezikwa Mtume Muhammad, na tabaan hapa Sayyidatuna Aisha alikuwa shakufa. Alipoingia katika hujra kama ile, fawajada rajulan wadi'an wajhahu ala alqabri. Huyu Marwan ibn al-Hakam ambaye yeye ndio kiongozi, akampata mtu ameweka kichwa chake juu la ile kaburi ya Mtume Muhammad. Marwan ibn al-Hakam ambaye yeye ndio kiongozi, ndio amiri wa Madina, akaja akamshika yule, fa akhadha bi raqabati, akaja akamshika yule mtu shingo lake kwa nyuma, kisha akamuuliza, atadri ma tasna'u, je wewe wajua wafanye nini hapa? Yani huyu Marwan ibn al-Hakam ameona jambo ile alofanya yule jamaa aloeka kichwa chake juu la kaburi, ameona ni kama munkar. Akamuuliza, atadri ma tasna'u, je wajua wafanya nini hapa? Yule bila kumgeukia Marwan ibn al-Hakam akamwambia, naam, mimi najua nafanya nini hapa. Thumma aqbala ilaihi, kisha yule mtu akamgeukia Marwan ibn al-Hakam, yule alokutwa ameweka kichwa chake juu la kaburi ya Mtume Muhammad. Fa idha huwa Abu Ayyub al-Ansari, ghafla yule alokuwa ameweka kichwa chake juu ya kaburi ya Mtume Muhammad akampata ni Abu Ayyub al-Ansari.
ambaye hii ni kunia yake, jina lake anaitwa Khalid ibn Zaid. Abu Ayyub al-Ansari ni sahaba mkubwa sana, fayalahu min sharafin, fayalahu min karama. Tosheka tu Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kutoka Makka akaja katika mji wa Madina, kila sahaba alimtaka Mtume ashukie kwake, lakini Mtume akamwambia, la, mimi nitachaguliwa na Mungu. Huyu ngamia sehemu ambayo kwamba ataegesha atashukia, mimi nitashukia hapo hapo. Ikawa yule ngamia akaachwa yatembea huku na huku, lakini sehemu aliyokwenda akaegesha ni katika mbele ya nyumba ya Sayyiduna Abu Ayyub al-Ansari. Mtume akashukia katika nyumba kama ile, ikawa Mtume akaegesha pale, akashukia pale. Sasa huyu alokutwa kwamba ameweka kichwa chake ni Abu Ayyub al-Ansari, akamwambia Marwan ibn al-Hakam, fa inni ji'tu rasulallahi wa lam ati al-hajara, mimi nimemwijia Mtume hapa, sikuijia hii jiwe hapa, mimi nimemwijia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha Abu Ayyub al-Ansari akamwambia Marwan ibn al-Hakam, ambaye ndo kana walian ala al-Madina, akamwambia, fa inni sami'tu rasulallah, mimi nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tabku ala ad-dini idha waliyahu ahlu, musililie dini pale inapokuwa dini imetawaliwa na watu wake, musililie dini. Dini itaenda vizuri tu kwa sababu walioshika dini ni watu wa dini. Walakin buku ala dini, lakini lilieni dini idha waliyahu ghairu ahlihi, ikiwa imetawaliwa dini na watu wasiokuwa watu wa dini. Akamwambia hapa, yuamfahamisha Marwan ibn al-Hakam, ingekuwa wewe ni katika watu wa dini, hungenituhumu kwamba mimi nasujudia kaburi. Mimi hapa sisujudi kaburi, mimi namuheshimu Mtume Muhammad, mimi namuheshimu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inni jitu rasulallah, mimi nimemwijia Mtume, walam ati al-hajara, sikuijia jiwe mimi bwana. Mbona wanihukumu kwamba mimi nasujudia jiwe au namsujudia kitu au nasujudia kitu kingine? Hii hadithi ameeleza Imamu al-Hakim katika al-Mustadrak kama nilivyosema, na akasema ni hadithi sahihi, wa wafaqahu adh-Dhahabi. Sasa mtu wa tarika anapoweka kichwa chake juu ya kaburi ya mtu yoyote, huwa ana dalili nayo. Kisha kuna masala ya tabarruk, na jana hapa tumeelezwa sisi. Nimalize na hii nukta mwisho inshallah, naona bado dakika 4. Al-Imam al-Allama Abu al-Hajj, kuna kitabu inajulikana kama Al-Madkhal, akasema, inna ziyarata quburi salihina mahbubatun liajli at-tabarruki ma'a al-i'tibari. Inna ziyarata quburi salihin, hakika kuzuru makaburi ya wema, mahbubatun, imependekezwa, liajli at-tabarruki, kwa ajili ya kutabaruku na zile makaburi ya watu wema, ma'a al-i'tibari, pamoja na kuchukua mazingatio kwamba na mimi nitakufa kama walivyokufa hawa. Kisha akasema, fa inna barakata salihina ba'da mamatihim kama kana fi hayatihim, hakika baraka ya wema itaendelea kuweko kama walivyokuwa hai. Maana yake ikiwa kuna mtu alikuwa na baraka kabla ya kufa, hata akifa zile baraka bado itaendelea. Sio kwamba ati mtu akifa tena hana baraka lake limekwisha, la. Mtu akifa bado ni wa Mungu. Sio kwamba Mungu yuatutaka sisi tu tulio hai, lakini waliokufa Mungu hana haja nayo, hiyo ni makosa. Ndo hapa nakumbuka maneno ya Sayyid al-Imam ar-Rahil, alikuwa akisema, kwani huyu aliokufa Mungu hamtaki tena? Ikiwa kila aliokufa Mungu hamtaki, basi hakuna Uislamu tena, kwa sababu hata Mtume pia amekufa. Na kusema kwamba aliokuwa hai ana baraka lakini aliokufa hana baraka, hiyo ndio shirki. Kwa nini akiwa hai ana baraka lakini akifa hana baraka? Kwani si wa Mungu? Kisha sisi watu wa tariqa, nyinyi mwatuambia sisi ni ubadul qubur, quburiyun. Sisi kwamba tuabudu makaburi, sisi hatuabudu makaburi Sheikh. Sisi tunapokwenda hatuabudu makaburi wala hatuwaombi waliokufa.
Tunapokwenda pale sisi tunaombea Mungu, ya Rabbi Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinhum fil janna. Kosa liko wapi? Kisha tumwambia Mungu, ya Rabbi, huyu ni mja wako mwema, ninufaishe na baraka zake. Kosa liko wapi? Bado tumwambia Mungu tunufaishe na baraka ya huyu. Angalia sisi tunapokwenda kuzuru, kuna na shida nyingi, dua nyingi tuomba. Moja katika dua tunaomba ni ile kasida ya Sayyidi al-Imam al-Haddad, atfatani ya jirat al-alami. Mwisho wa kasida, rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin min al-fitan. Rabbi fanfa'na, ewe Mola tunufaishe, bi barakatihim, kupitia baraka ya hawa. Kosa liko wapi? Hatujawaambia wao tupeni baraka, la, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ya Rabbi tunufaishe na baraka ya hawa. Wa amitna fi tariqatihim, ewe Mola, nani mwenye kufisha? Ni Allah jalla jalalu. Ewe Mola tufishe fi tariqatihim, katika njia zao, tupeleke kama ulivyowapeleka wao ya Rabbi. Dua nyingi tunaomba, Allahumma ja'alna kamakum, ya Rabbi tujalie kama wao. Wasqina mimmakum, tunyeshe maji waliokunywa wao ya Rabbi. Wa atina ma'akum, ya Rabbi tupe wale yale ambayo kwamba wanayo hao waliokufa ya Rabbi. Hakuna shirki yoyote tunaoifanya katika makaburi. Tunamwambia ya Rabbi tunufaishe kupitia baraka zao. Bado mwenye kuombwa ni Allah jalla jalalu. Inshallah Mungu atufahamishe, na haya masala yako wazi kama ni masala ittifaqia, na alhamdulillah nimebahatika kumaliza saa 8 kamili. Inshallah Mola tujalie mpaka hapa. Anisamehe ikiwa kuna makosa yote nimekosea, inshallah naomba msamaha, na ikiwa kuna mulahadha yote inshallah albabu maftuh inshallah.